Bwana Yesu asifiwe, wapendwa watu wa Mungu. Kuna kawaida ya msemo mmoja tumeuzoea sisi wapendwa, huwa tunasema kwamba adui yetu mara zote huwa ni shetani. Ni kweli, adui wa mtu yoyote aliyeokoka ni shetani, lakini shetani huyu mpaka afanyike kuwa adui, kuna vitu vinaanza kwako kwanza. Leo nataka nimsaidie au niwasaidie watu au nimsaidie wewe unayetazama hapa. Adui namba moja, Biblia imesema, kwa maana nia ya mwili mauti, na mauti yanatokana na dhambi. Mauti inatokana na nini? Na dhambi. Kwa hiyo tuseme nia ya mwili ni dhambi. Mwili siku zote unawaza mabaya, mwili siku zote unakusudia mabaya, mwili siku zote unataka kutenda mabaya tu, na ndio maana unaambiwa roho inashindana na mwili. Mwili unatamani haya, na Paulo ameweka wazi kwenye kitabu cha Wagalatia sura ile ya 5 kuanzia mstari wa 20 na ngapi pale, anasema nia ya mwili ni hii, matendo ya mwili ni dhahiri, nayo ni haya, ameyataja. Kwa hiyo adui namba moja wa mtu aliyeokoka au mwanadamu yeyote ni mwili wako. Huyo ndio adui namba moja. Adui namba mbili ni nia yako. Una nia nini ndani ya moyo wako? Unakusudia nini ndani ya roho yako? Unawaza nini? Ile nia yako ndio adui namba mbili. Lakini adui namba tatu wa mwanadamu ndio shetani. Sasa kwa hiyo anaanza unaanza mwili wako, inakuja nia, lakini shetani ndiye anayekuja kukamilisha ule mpango uliotokana na nia, uliotokana na mwili. Kunia nini? Mwili ndio unaonia. Biblia inasema nia ya mwili ni nini? Kwa hiyo mwili una nia. Ndio maana tukasema unaanza mwili, nia, shetani anafuata kukamilisha mpango wako. Kwa hiyo sisi tukadanganyana kwamba bwana shetani tunamsingiziaga wakati mwingine. Nia zetu, nia za miili yetu ndiyo kikwazo au ndio changamoto. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza kwa ujumbe haka kafupi. Ninaamini katakusaidia. Shalom, shalom.